rekebisha uliko haribu. Kama usipofanya hivyo, basi babu yako atakuta kichwa chako kwenye hiki kijiji. Yabiza sagala mipeko 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 twete kinehe mipeko 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 tokweta kinehe mipeko 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 amapenzi nago gale changanya miayo nyinge gale yuganya nyanda omo obyarwa mwana lilitana mwisokolo walyo yonanga bolongi bolongi wandya kologa. Wakubwa, nimekuja hapa na shida. Shida yangu kubwa, nataka utajiri. Umaskini umenichosha. Nimechoka kudhalilika mtaani. Majina yote ya ajabu naitwa mimi. Fukara naitwa mimi. Kapuku mimi. Nimechoka. Karamoyo, unatakiwa kutoa na kafara yako ya kwanza ili upate utajiri. Unatakiwa kumtoa mwanao. Chukua hicho kitambaa kilicho mbele yako. Nenda kamviringe, kisha utamuulia na maiti yake utaleta hapa. Ndiyo kafara yako ya utajiri. Nenda Mkaramoyo, kafanye kama tulivyokuagiza. Mampangule! 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 Mampangule sijui kaenda wapi. Hii ndo chance, ngoja nitumie hii kabla hajarudi. Lekagina muwele babai mshijijishise Shetole bona tole luha Magoisha mshijijishise Shetole bona
bano bange baleyolongwa bayela mbele na maiti ina malaria mzengolo lialale jaobiza maiti baliyo bange abateka hakaya lyabatula mateka yabiza sagala mipeko 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 twete kinehe mipeko 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 tokweta kinehe mipeko 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 amapenzi nago gale changanya miayo nyinge gale yuganya nyanda omo agakanya lya lusalo wala tamba na gaya ningeke baba. Mkaramoyo, kwa nini umeshindwa kumuua na umemleta kwetu? Mtie katika hicho kiti kilichokuwa mbele yako, na umtwange mpaka uhakikishe amekatwa na umauti. Vizuri. Hichi ndicho tulichokuwa tunakihitaji. Nimekuja. Zile siku 14 mlizonipa tayari zishapita, lakini bado hali yangu inazidi kuwa mbaya. Mliniambia zikipita siku 14 nitakuwa tajiri. Ulichagua upande upi wa sarafu? Nilichagua upande wa kichwa. Hapo ndipo ulipokosea.
ulitakiwa kuchagua upande wa pili wa sarafu ambao ni mwenge. Ukichagua kichwa, ina maana umekubali kujiunga miongoni mwetu, na kuanzia sasa hapo ulipo wewe una nguvu za kichawi, na jambo lolote la kichawi utataka kulifanya basi utafanikiwa. Hapana, hayo sio makubaliano yetu. Makubaliano yetu ilikuwa nyie mnipe utajiri. Haiwezekani. Kwa hiyo mimi nimemtoa mwanangu kwa ajili ya nguvu za kichawi? Hayo sio makubaliano yetu. Sitaki mimi hizo nguvu, nataka utajiri. Obyarwa mwana lilitana mwisokolo walyo yonanga bolongi wandya kologa. Mbona uko nje na makubaliano yetu? Kwa nini unataka kutugeuka? Ni kazi yetu. Wakati tulikubaliana tumalize na ngoma, alafu tutumie nguvu za Golonya. Babu yako amevunja kaa mbali nasi, kumaliza. Mbona kazi imekuwa ngumu? Lazima babu arudi. Hali inazidi kuwa mbaya. Yabiza sagala mipeko twete kinehe mipeko tokweta kinehe mipeko amapenzi nago gale changanya miayo nyinge gale yuganya nyanda omo agakanyalya losalo wala tamba na gaya ningeke ubaba walionogi au bandya mahusiano ongita ngumbe honema analiokololeki na muwele. Golonya, hivi kwa nini wewe sio msikivu? Kwa nini unanidharau? Unatoka wapi? Nanguma, ngoja nikwambie jambo moja. Mimi ni msikivu sana, lakini ni msikivu kwa pale katika jambo ambalo nitakiwa mimi kuwa msikivu. Nanguma, mimi ni Mtanzania. Sisi wa Tanzania tamaduni zetu ni upendo, ni kusaminiana, na ndio maana tunaishi katika nchi yenye amani. Na hata wazee wetu walitufunza tamaduni za kutembeleana asubuhi na kujuliana hali. Sasa hivi tu hizi tabia za kichondo zimeanza, lakini zamani walikuwa wanapeana mpaka vyakula. Nimetoka kumtazama Njira, nadhani unaifahamu vizuri hali ya Njira, kwamba Njira anaumwa. Ni vibaya kwenda kumtazama? Golonya, alichokipata Njira ndicho kinachomstahili. Narudia tena, Njira ni mgonjwa, na wewe nilishakwambia zaidi ya mara moja uweze kumsaidia, lakini umekataa. Sasa kama wewe na Nguma umekataa, hivi tunaishi katika maisha gani? Wewe ukatae kwenda kumtibia na mimi nikatae kwenda kumtazama. Hivi sisi tutaonekana vipi? Familia yetu itaonekana familia ya aina gani? Mimi siwezi kufanya hilo. Kwa hiyo nimetoka kumtazama, si kwa ruksa yako, ila kwa maamuzi yangu. Huwezi kunifundisha cha kufanya juu ya Njira. Maamuzi niliyoyafanya juu yake ni sahihi kabisa, wala sihitaji ushauri wa mtu. Nafahamu vizuri sana Nanguma, kama Njira akafanya makosa, ulimkataza kutoka katika hiki kijiji.
lakini alitoka katika kijiji kwa ubishi wake. Kilichompata kinatosha kuwa fundisho kwake. Kwa nini usikubali kumtibu aondokane na lile zahama ambalo anaendelea nalo? Mimi nakuomba, kama kweli wewe na Nguma unataka kwamba mimi nisikufundishe cha kufanya, basi mimi naomba umtibu Njila cha kwanza. Lakini na Nguma, mimi labda niseme kitu kimoja. Wewe tiba ni taaluma yako. Sasa kama unasema mimi nisikufundishe cha kufanya, basi siwezi kukufundisha cha kufanya. Achana na huo uganga unaofanya. Ukishaachana na huo uganga unaofanya, siwezi kukufundisha cha kufanya. Kijiji cha Mipeko na Nguma kinakutegemea wewe. Wewe ndio Mipeko mwenyewe, ambako jambo lolote litatokea Mipeko ambalo linastahili nguvu za giza na mambo ya kichawi, wewe ndio unashughulika nalo. Sasa leo hii wana Mipeko wanakutegemea wewe. Sasa wewe wanaokutegemea wana Mipeko umekaa pembeni na kuwatazama watu wanapata tabu. Hebu niambie na Nguma, hii iko sahihi kweli? Lakini nikwambie Golonya, acha kunidharau. Na nafahamu kipo kitu kinachokufanya wewe unidharau mimi. Lakini angalia, nisije nikafanya maamuzi ambayo sikutaka kuyafanya juu yako. Na Nguma, mimi wala usinitishe, wala usiniogopeshe kwa maneno yako. Narudia tena kukwambia, mimi niko nyuma ya wana Mipeko. Jambo lolote linalotokea mwana Mipeko ambalo mimi nitahisi ile ambalo haliko sahihi, nitasimama nao pamoja. Yaani wewe watu ambao wanakutegemea au tunakutegemea umeshindwa kusimama nao. Kwa nini unataka kumtibu Njila? Kuna jambo gani ambalo linaendelea sisi hatulifahamu? Labda unieleze, kwa sababu imeonekana haijawahi kutokea katika hiki kijiji. Na Nguma kukataa kumtibia. Lakini iweje iwe kwa Njila? Na kwa nini ukatae? Shida ni nini? Kwa sababu mimi sioni sababu ya mtu kutaka kwenda mjini kwa sababu ulimkataza basi apate mateso makubwa vile. Hapana na Nguma, mimi niko pamoja na wana Mipeko. Nilichokifanya kwa Njila ni taaluma, na kwa sasa huwezi kuelewa kwa sababu huna nguvu yoyote, ila siku ukipata nguvu zako utaelewa ninachomaanisha. Na hata siku nikizipata nguvu zangu ambazo kila siku zimekuwa kama historia kwangu, kila siku nguvu, siamini hicho kitu. Lakini kama kweli hizo nguvu ninazo na nikazipata hizo nguvu, na kuhakikishia na Nguma, mimi sitofanya kama wewe. Nitamnyosha mmoja baada ya mmoja na watanyooka. Na Nguma, ubaya haulipwi kwa ubaya. Nakwambia hivyo. Ubaya unalipwa kwa wema. Ubaya unafunikwa kwa wema. Unapolipa ubaya kwa ubaya, hivyo ni kujitengenezea mazingira mabaya wewe mwenyewe. Na ndio maana hata wahenga alikwambia, tenda wema nenda zako. Bara yako chao mzuri. Nashukuru kukutana na wewe. Sasa kuna jambo nataka kukwambia, ila baina yangu mimi na wewe, hii ni siri. Iko vipi? Nataka umalize alipoanza kakako. Nitakupa kitu ule iponye rafiki yako. Pia nataka lipe kisasi. Jua haya yote anayefanya ina Nguma. Sawa, wewe ukiwa tayari utaniambia. Nashukuru kunielewa.
Yaani kuhusu kisasi wala usijali. Yaani na Nguma ninamchukia. Yaani hata sijui kwa nini anakitawala hiki kijiji. Anakifanya hiki kijiji kama chake kakiweka kiganjani. Yaani anijui tu. Basi wewe ukiwa tayari, mimi niambie. Tutaonana wakati wengine. Au bandia mahusiano ongita ngumbe honema analiokolwa lekina muweleli na malaliene obyarwa ngwana lilitana mwisokolo walyo yonanga bologi wandya kologa ngana wandya konkoyo yise ojikopana mibi mara sauti ya mtoto ikisikika mwilini mwake, kwa kweli anahangaika, kwa kweli anatabika. Uwa mabasa nangwe alitaka pambane, yabiza sagala mipeko twete kinehe mipeko tokweta kile mipeko. Hakaya lya batula mateka yabiza sagala mipeko twete kinehe mipeko. Nyanda omo agakanya lya losalo wala tamba na gaya ningeke ubaba walionogi au bandia mahusiano